Haleluya. Haleluya. Nitagusa kipengele kimoja na omba pia utoe nafasi yako, kama ulivyoacha mambo yako nyumbani, utoe nafasi yako ya kuwepo katika ibada ya leo. Haleluya. Kwa wale wanaoandika, unaweza kuandika bwana harusi na bibi harusi. Nitagusa kipengele kimoja kutokana na kile ambacho Mungu amesema nami kwa habari ya ulimwengu. Kwa habari ya kile ambacho Mungu amesema nami kwa habari ya ulimwengu, na wewe ukiwa katika ulimwengu. Ujumbe huu unalenga kumkumbusha bibi harusi kwa ajili ya kukutana na bwana harusi. Ni kweli ni maandiko unayosoma, inawezekana hata usiku wa leo ulisoma pale, lakini bado Mungu ameurudisha kwako ujumbe huo ili ujifunze kitu fulani, ukumbushwe kama bibi harusi. Ninasema kichwa cha habari kinasema nani? Bwana harusi. Yes. Tunaposema bwana harusi tunamaanisha Yesu. Tunaposema bibi harusi tunamaanisha yule aliyemwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Hapa ndipo nitakapozungumzia. Fungua kitabu chako kile cha Mathayo sura 25 mstari wa kwanza hadi mstari wa 13. Mathayo sura ya 25 mstari wa kwanza hadi wa 13. Soma. Mathayo 25 kuanzia mstari wa kwanza inasema, ndipo ufalme wa mbinguni utakapofanana na wanawali 10. Ndipo ufalme wa mbinguni utakapofanana na wanawali 10 waliotwaa taa zao, wakatoka kwao wakaenda mahali pa kumngojea bwana harusi. 5 wao walikuwa wapumbavu, 5 wao ndani ya wale 10 walikuwa wapumbavu, na 5 wenye busara, na wale 5 wengine walikuwa wenye busara. Wale waliokuwa wapumbavu walitwaa taa zao wasitwae na mafuta pamoja nao, walitwaa taa zao wasitwae na mafuta pamoja nao, bali wale wenye busara walitwaa mafuta katika vyombo vyao pamoja na taa zao. Walitwaa mafuta katika vyombo vyao pamoja na taa zao. Hata ikawa bwana harusi alipokawia, wote wakasinzia wakalala usingizi. Lakini usiku wa manane pakawa na kelele, haya bwana harusi tokeni mwende kumlaki. Haya bwana harusi anakuja, tokeni mwende mkamlaki. Mara wakaondoka wanawali wale wote, mara wakainuka wale wanawali wote 10, wakazitengeneza taa zao. Kila mmoja akasimama kwenye nafasi yake kutengeneza taa zake, maana ni usiku. Wale wapumbavu wakawaambia wenye busara, wenye busara, tunaomba mafuta kidogo, tupeni mafuta kidogo, maana taa zetu zinazimika. Lakini wale wenye busara wakawajibu wakisema, haiwezekani, maana mafuta tuliyonayo hayatutoshi sisi na Mungu, bali shikeni njia mwenda kwa wauzao mkanunue. Walipokuwa wakienda kununua,
Na hao walipokuwa wakienda kununua, bwana harusi akafika. Waliokuwa tayari wakaingia pamoja naye ndani. Harusini mlango ukafunguliwa. Halafu wakaja wale wanawali wengine wakasema, Bwana, tufungulie. Wakajibiwa wakiambiwa, amini nawaambia, siwajui ninyi mnaopiga kelele hapo nje. Basi kesheni, kwa sababu hamjui siku wala saa. Yesu anashangaza. Haleluya, haleluya. Sikiliza nikwambie, tumeona makundi haya mawili, lakini makundi haya yamegawanyika katika makundi mawili kutoka ndani ya kundi moja. Ni kundi moja linaloonekana, lakini ndani yake kumbe kuna kundi lingine la siri. Narudia, yanaonekana makundi mawili, lakini ndani ya kundi moja. Lilikuwa kundi moja na malengo mamoja na makusudi mamoja, lakini kumbe kuna kundi la siri lililokuwa katikati ya ile kundi moja. Ikaonekana kuna makundi mawili ndani ya kundi moja. Yesu alisemeza. Wakati huu ni wakati ambao walio wengi wanaweza wasielewe maneno haya, lakini nataka nikwambie leo, wewe kama wewe, Mungu akupe neema ya kuelewa. Mungu akupe neema ya kuelewa. Yesu anatoa mfano akitumia kundi moja aliyokuwa na makundi mawili ndani yake. Wote walikuwa pamoja kwa sababu ya mwaliko ya kwenda kumlaki Bwana Yesu. Mwaliko ulitokea ya kwamba Bwana harusi anakuja, na nendeni mahali fulani mkamsubiri, maana yuko njiani anakuja. Watu waliondoka pamoja wakiwa na nia moja, katika nia ya kumpokea Bwana Yesu. Walienda wakafika mahali ambapo walijua kabisa hapa bwana harusi atapopatana, hapa bwana harusi atatukuta. Wakakaa mahali pale, wakakaa siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, siku nyingine. Hatimaye wakafika hatua wakaona kwamba bwana harusi anakuja. Hakuambia muda wa kuja, aliwaambia tu anakuja, mningoje mahali pale. Na watu waliokuwa tayari waliondoka wakaenda kumsubiri, wakamngoja. Wakati wamngoja wakafika hatua wakachoka kwa sababu ya kusubiri. Wakachoka kwa sababu ya kusubiri. Baada ya kuchoka, usiku ukaingia. Usiku ulipoingia, wakaingia ndani, wakakaa, wakatandika, wakalala usingizi wote. Wote wakasinzia, wote wakalala. Usiku wa manane, usiku, kelele za wanaomzunguka bwana harusi, kelele za wanaoandamana na bwana harusi, kelele za ujio wa bwana harusi zikasikika kwa
wanajiandaa kumpokea Bwana Yesu. Wakati wameinuka wote, wanataka waondoke sasa, wapige hatua, waende mahali ambapo inatakiwa waweze kumpokea bwana harusi, wakutane naye uso kwa uso. Inampasa kila mmoja awashe taa yake, na taa hii ambayo walikuwa nazo taa hizi, taa hiyo ilikuwa inamulika mbele ya kila mwenye nayo. Kila mwenye taa hiyo ndiye aliyepaswa kuiona nuru ya taa yake. Usikiliza vizuri, aliyekuwa na taa hiyo ndiye aliyekuwa na mamlaka ya kuiona nuru ya taa yake. Na taa hizo zingekuwa zinaonekana kwa watu wote, maana yake watu hao watano wangeungana nao unapokanyaga nuru ya taa unaondoka na kufuata. Lakini taa hizi zilionekana mbele ya kila mmoja aliye na taa hiyo. Kama taa hiyo haunayo, maana yake ulipaswa wakae gizani. Wakainuka wote, wakazitoa taa zao, wakaziwasha. Walipoziwasha, zile za wale watano wenye busara zikawaka, zikamulika njia zao, wakaianza safari kwenda kukutana na Bwana Yesu. Lakini wale watano wapumbavu, kwa sababu ya upumbavu wao, walipotoa taa zao hawakuweka mafuta. Wakachukua zile taa zao, walipojaribu kuziwasha hazikuwaka. Wakapiga kelele, ndugu zangu, naona mnaanza kutembea, inaonekana taa zenu zinawaka, naomba mnisaidie mafuta, mimi nimekosa njia, maana mbele yangu naona giza, mbele yangu naona hakuna mwelekeo. Wakapiga kelele sana, wakiomba mafuta, wakiomba msaada. Wale watano wakawajibu, mafuta tuliyo nayo yanatutosha sisi peke yetu, hayawezi kututosha sisi wenyewe. Wakapewa ushauri, yamkini mkafaulu, nendeni kwa wenzao mkajinunulie mafuta. Walipoondoka, Bwana Yesu akafika, wakaongozana naye, walikuwa tayari, wakaingia ndani na lango likafungwa. Jambo la kusikitisha ni kupoteza muda ukiwa hauna vifaa vya kutosha. Wale watano walimngoja bwana harusi, walijua wazi ya kwamba wanapaswa wana mafuta, lakini hawakujali neno la kuwa na mafuta. Na kitendo cha kutokujali ndio maana wakaitwa wapumbavu, maana mpumbavu anafanya kitu anachokijua. Yesu tusaidie sana. Mpumbavu anafanya kitu kwa makusudi, na anapofanya jambo kwa makusudi, Mungu anamuita mpumbavu, kwa sababu anajua anachokifanya. Mjinga ni mtu anayefanya kitu bila kujua, akijulishwa atafanya vizuri. Ndio maana Yesu anapenda kutumia neno mpumbavu kwa Wayahudi au wale wenye sheria, kwa sababu wamesoma habari ya ujio wa Yesu. Wameambiwa ya kwamba anakuja kwa ajili yetu, mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanaume na uwezo wa kifalme utakuwa begani mwake.
lakini wanamkataa. Akasema wapumbavu ninyi, kwa sababu wanafanya wanachokijua. Sikiliza, Yesu akupe neema ya kuelewa. Wale wanawali wapumbavu 5 tunaenda kuwafananisha na watu walioko kanisani. Injili ya Yesu Kristo imehubiriwa katika miji na vijiji, mahali mbalimbali injili inahubiriwa. Mwaliko ya kwamba Yesu anawapenda ulimwengu inasikika sauti hiyo duniani kote, kwa njia ya matelevisheni, kwa njia ya redio, kwa njia ya nyimbo, kwa njia ya mahubiri. Wanasikia watu wote. Watu wanaesikia injili ya Yesu Kristo, kwamba Yesu atawachukua wateule. Katika mwaliko huu mkuu, Yesu akaona watu wanamjia. Baada ya kufika, aliwaambia wengine hawanifuati kwa sababu ya uzima wa milele, ila ni kwa sababu ya mkate wao. Kuna watu wameingia makanisani na wako ndani ya makanisa makubwa, lakini hawana Yesu Kristo wa Nazareti. Wana jina la Yesu ila hawana Yesu. Naomba nielewe, hawa watu walikuwa na jina la kuitwa mabibi harusi, lakini walikuwa sio mabibi harusi. Kuna watu wengi wametoka kwenye familia zao wakajiunga na wasafiri waenda mbinguni, lakini hawakuacha vitu vyote ambavyo Yesu anachukia. Na hawa wanaitwa wasindikizaji. Kwa hiyo ndani ya watu ambao waliamua kuingia makanisani, sio wote waliookoka. Naomba nielewe vizuri. Wewe kama wewe unatakiwa ujue kwamba mimi nimeokoka na Yesu akija leo naenda kumlaki Mungu. Wewe kama wewe, kwa sababu nyakuo wa Yesu Kristo utatokea kwa mtu mmoja. Biblia inasema watu wawili watakuwa wamelala pamoja, mmoja atanyakuliwa na mwingine atabaki. Huu ni unyakuo wa asili. Lakini kumbuka, wote tuko makanisani. Na ndio maana yafika hatua Roho Mtakatifu anahuzunishwa na watu wanaotumia jina la Yesu vibaya. Na kuna ole juu yao. Kuna neno ole. Wale wanawali 5 waliingia, wakafika, wakawa pamoja na kundi la wasafiri, lakini vigezo na kanuni hawakuzingatia. Hilo ndio jambo la kuhuzunisha. Tunataka tuingie kidogo ndani kuhusiana na wale wapumbavu. Kwa nini walikuwa wapumbavu? Mpumbavu ni mtu anayefanya jambo analojua, halafu anaifanya tofauti. Yani badala ya wema anafanya ubaya, na anajua. Badala ya kweli anaweka uongo, anajua. Naelewa vizuri. Huyu anaitwa mpumbavu. Ila huku hawapo, ila nikopita wapo. Sikiliza. Ikiwa Biblia inasema usiibe, ukaenda kuiba, umeingia kwenye kundi la wapumbavu. Ikiwa Biblia inasema usizini, wewe ukaenda kuzini kwa sababu ya tamaa zako, umeingia kwenye kundi la wapumbavu. Ikiwa
Ikiwa Biblia inasema usiseme uongo, wewe ukaenda kusema uongo, umeingia kwenye kundi la wapumbavu. Ikiwa Mungu amesema na wewe toa kwa ajili ya kuinua kazi ya Mungu, wewe usifanye, umeingia kwenye kundi la wapumbavu. Mpumbavu ni mtu yeyote anayepingana na ukweli, anaojua huu ni ukweli unaomwinua Yesu Kristo. Huyo ni mpumbavu. Huku hawapo, nikopita wapo. Wakifika huku, tuwaambie hatutaki upumbavu. Piga makofi mengi kwa Bwana Yesu. Haleluya! Tunaendelea. Nimesema mpumbavu ni mtu anayefanya jambo anaolijua kwamba hili halimuinui Yesu. Hili jambo linamtukanisha Yesu niliye naye. Na kwa nini anakuwa mpumbavu? Ni kwa sababu anajua na anafanya makusudi. Maana yake umemtangazia Mungu kwamba Mungu huwezi kunifanya chochote, mimi naenda kuzimu. Unamwambia Mungu huwezi kunifanya chochote, mimi naenda kuiba. Unamwambia Mungu ya kwamba Mungu huwezi kunifanya chochote, mimi naenda kuua. Na wakati amekwambia usiue, amekwambia usizini, na kanisani humo, na yamkini na matoleo unatoa, inawezekana nakwenda kuona yatima, mnaenda na mchungaji, nakwenda kusaidia mwingine, mnaenda. Lakini kama utashiriki kitu chochote kinachomwakilisha shetani, wewe umeingia kwenye kundi la wapumbavu. Kama upo, sema Yesu nisaidie.